Bana, niko na dada Eliza hapa kuongelea swala hili. Bana dada, kwema? Kwema kabisa. Habari yako? Mambo yanaendaje kazi? Namshukuru Mungu, sijambo. Bana, tukianza kubwa zaidi jana kauli ya Young African kutoka kwa msemaji Ali Kamwe kwa haya mambo manne ambayo alisema kwamba anahitaji yafanyiwe ili wacheze mchezo wa dabi na ili wacheze michezo ambayo ilibaki ya CRDB Bank, tukianza na mchezo huu ambao unaenda kuchezwa finali. Yeah, of course, kama kuna kitu ambacho TFF anatakiwa akitimize, ana wajibu wa kukitimiza ili Young Africans akacheze finali, kwa sababu ukitaka kuangalia kama Young Africans hajalipwa pesa zake za CRDB, ana kila sababu ya kudai. Huu ni mwaka unapozungumza michuano ya CRDB ambayo imefanyika msimu jana mwezi wa 7 tarehe sikumbuki, iliyofanyika pale Zanzibar tarehe sikumbuki, kwa kumtoa Azam kwa changamoto ya mikwaju ya penati, mpaka leo tunaenda kucheza finali nyingine. Vipi na hizi zikilimbikizwa? Maana yake hata alipwe, na maana ana kila sababu ya kudai pesa zake kwa sababu ni haki yake, na anakuwa ameingia mkataba na shirikisho la mpira. Kwa hiyo shirikisho la mpira linatakiwa litambue kwamba lina wajibu wa kuwajibika dhidi ya haya yanayoendelea, hasa dhidi ya klabu ya Young Africans, kwa sababu Young Africans ni timu ambayo imekuwa inalalamika sana, haisikilizwi na TFF. Ikipeleka malalamiko yake huwa yanatupiliwa mbali. Sasa hivi nimeona TFF wametoa barua yao kwamba hawadaiwi, badala yake wao ndio wanaowadai Young Africans. Lakini kuna madudu yanaenda kuibuka. Young Africans wanawadai TFF kuanzia 2022. Sijui kama unanielewa. Young Africans kwa msimu huu wamekuwa wakiandika barua kwamba tunaomba tupewe kiasi chetu cha pesa kilichobaki baada ya kuwa mmekata pesa zinazohusiana na ada ya wachezaji wa kimataifa. Pesa iliyobaki tunaihitaji. TFF bado hawajarudisha mrejesho, hawajawajibu Young Africans. Ndio kitu ambacho kinapelekea Young Africans aendelee kutokuwa na imani dhidi ya TFF. Mimi ningekuwa kama TFF nikivaa viatu vya Wallace Karia, mimi ningekuwa nimejiuzuru, kwa sababu ili nisichafuliwe sana, ili niendelee kuwa na heshima na kile nilichokifanya kwenye mpira wa Tanzania, ningetakiwa niachie ngazi ili niendelee kusalimiana na watu mtaani kwa heshima na taadhima zote. Kuna maisha baada ya uongozi wa TFF, kuna maisha yanaendelea. Kuna vikao vinavyoendelea, vikao vyetu sisi watu wa mtaani. So isingependeza Karia ameachia ngazi au amestaafu, haijalishi kwa kashfa au kwa wema, akaanza kupita mtaani ananyoshewa vidole. Huyu alituharibia mpira wetu, huyu alifanya 1 2 3. Tusifikie huko, sababu kuna maisha baada ya mpira, kuna maisha. Ndio maana unaambiwa watu pekee au sekta pekee yenye upendo huwa ni sekta ya mpira. Ndio maana wachezaji hata wakifanyiana rafu wanarudi wanasalimiana. Ukikwepa kumsalimia mpinzani unatozwa faini. Ile ni sheria iliyowekwa na kanuni za mpira wa miguu duniani, kwamba mchezaji kama wewe umetegea kuwasalimia wapinzani wako, ni lazima kuna faini kwa mujibu wa kanuni. Lakini wanachoendelea kukifanya TFF ni dhahiri kwamba wanatumia mabavu, na sitaki kuamini kama ni TFF peke yake, kuna watu wako nyuma yao. Kuna siku nimewahi kusema kwamba tunachokihitaji kukiona ni uwajibikaji wa mamlaka za mpira. Wao wawajibike kwenye eneo lao, alafu tuone atakayeingilia, ili sisi turuke na yule anayeingilia kwenye masuala ya mpira baada ya kuwa TFF ameisha fanya kazi yake. Kwamba TFF amesimamia kanuni na sheria, bodi ya ligi wamesimamia kanuni na sheria, lakini sasa ambaye anakuja kuharibu anatoka sehemu fulani ili sisi turuke naye. Sijui kama unanielewa. Tukiendelea kuleana hivi, iko siku FIFA watakuja kutufungia, tutawalaumu.
Simba amecheza na RS Berkane, Kagoma si alipewa kadi nyekundu? Badala yake kauli gani zilitoka mtaani? Kaonewa. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu ya kuleana kwenye ligi, anafanya halafu haadhibiwi. Atakapokuja kutoka kwenda nje atafanya halafu kama ile, ataadhibiwa kwa mujibu wa sheria na kanuni za michuano fulani. Mtaona mnaonewa. Sisemei kwa Yusuf Kagoma tu, mimi nasemea kwa wachezaji wote. Mchezaji anatakiwa awajibishwe kulingana na tukio alilolifanya. Kuna room ya mwamuzi kuongea na mchezaji, lakini pia kuna room ya mwamuzi kusimamia sheria. Pale mwamuzi anapokuwepo uwanjani dakika 90 zile, sio kwamba huwa anasimamia kanuni. Mwamuzi huwa anasimamia sheria 17 za mpira. Umeelewa? Kanuni wanasimamia TFF na bodi ya ligi. Sheria inasimamiwa na referee. Sasa unapokuwa unashindwa kufanya maamuzi sahihi kwa kupigiwa simu, itakuja kutukosi siku moja. Na maana kwa yote ambayo yanatokea, kama ukisema kwamba kwa referee yeye ni kazi yake kusimamia sheria za mpira, kwamba uongozi wa TFF ukiwa vibaya kusimamia zile kanuni na sheria za mpira, huku pia kanuni na sheria za 17 ambazo zinatumika katika mchezo nazo zitakuwa zinayumbishwa. Ni kwa sababu huwa kuna simu zinatoka huku kwenye mamlaka za mpira zinaelekea kwa marefari. Kwa nini? Kwa sababu refari ni mwajiriwa wa TFF au ni mfanyakazi wa TFF, sio mfanyakazi wa klabu. Yanga haijamwajiri refari. Yanga yeye ameajiriwa, anafanya kazi chini ya TFF. Yanga imemwajiri bodi ya ligi. Ndio maana pale bodi ya ligi ni lazima kuwe na wawakilishi kutoka vilabu vyote 16. Ndio maana bodi ya ligi hana mamlaka ya kutunga kanuni pasipo kushirikisha vilabu. Wangekuwa na hayo mamlaka, wasingekuwa na uwezo wa kushirikisha vilabu. Wangekuwa wanakaa wao peke yao, wanatunga kanuni, afu wanawaletea vilabu kwamba kanuni tulizoziadhimia ni kanuni hizi hapa, mnatakiwa mzifuate. Lakini sivyo, wanakaa chini bodi ya ligi na vilabu 16, wawakilishi wanaotoka kwenye vilabu 16 vinavyoshiriki ligi kuu. Tunasema kanuni fulani inatufaa, kanuni fulani haitufai. Kanuni fulani tuiongeze, kanuni fulani tuitoe. Atakayeenda against na hii kanuni awajibishwe na adhabu yake itakuwa ni hii. Wanakuaga wanaadhimia kabisa na adhabu pale pale wanapokubaliana. Vilabu 16 vinatia saini, tumepitisha. Tunakuja kushangaa baadhi ya vilabu vinaadhibiwa kwa mujibu wa kanuni, baadhi ya vilabu vinaadhibiwa kwa mujibu wa busara. Kwa sababu vinaonekana, ni vitu ambavyo vinaonekana, na mimi siwezi kwenda mbali. Simba anaadhibiwa kwa mujibu wa busara, kwa sababu matukio mengi tumeyaona. Sio kwamba Yanga yeye yuko smart. Yanga anapokuwa anakosewa lese na referee au referee anakosea, anakuwa favorite kwa Yanga. Utakuta tukio ambalo linapelekea ya referee kuwa favorite ni tukio moja kwenye dakika 90 au kwenye mechi nzima. Hiyo huwezi kudoubt kwa referee. Hayo ndio tunayoyaita matatizo ya kibinadamu. Nakupa mfano, mechi ya Dodoma na Yanga. Yanga alipewa penalti ambayo haikustahili. Lakini ukija Yanga ile mechi alishinda goli 4-0. Tunatoa hilo moja, si ndio? Hasa njoo nitafutie moment ya Dodoma ambayo pengine alistahili kupata red card Young Africans ili iwe favorite kwa Dodoma, mwamuzi akapeta. Au kuna tukio tata lililotokea la Dodoma alafu mwamuzi akapeta ili hali lilikuwa linaenda kumnufaisha Dodoma. Utakuta hakuna. Kumbe Dodoma anakuwa amefungwa kwa uwezo wa timu ya Young Africans na ubora wa wachezaji wa Young Africans. Ukija kwenye tukio la mechi ya Young Africans dhidi ya Tanzania Prison, Tanzania Prison anakufa goli 4, Baka alifunga goli la mkono. Tunaanza kuitafuta moment yoyote ile ya Tanzania Prison ambayo ingekuwa ni favorite kwa upande wao, alafu refa akapeta. Aidha walistahili penalty, au walistahili red card Yanga apewe, au walistahili faulo ambayo lese ingekuwa ni karibu na eneo la Yanga, ikapigwa free kick, labda ikawapa goli. Huwezi kulipata tukio moja kwenye mechi ya dakika 90, kwenye mechi moja huwezi kumlaumu mwamuzi. Hayo ndio tunaita matatizo ya kibinadamu.
Sijui kama unanielewa. Tukienda kwenye mechi ya Mashujaa dhidi ya Young Africans pale Kigoma, Yanga alishinda goli 5-0. Mashujaa alistahili kupewa penati, si ndio? Yanga ile game alishinda 5. Weka penati moja, tuseme Diala hajacheza ile penati, yani imekuwa goli 5-1. Nitafutie moment yoyote ambayo Mashujaa alionyesha aidha Young Africans alistahili kupewa red card, aidha alistahili kupewa penati, aidha alistahili kupewa faulo Mashujaa, alafu refa akapeta. Eliza, kwenye hili ukiangalia mchezo wa Young African dhidi ya Simba ambao mpaka sasa hujulikani kama utachezeka au vipi. Simba wao wameibuka leo na kusema kwamba mchezo huo huko pale pale na wanahitaji uchunguzi, ripoti ambayo inahitajika zaidi, ambao pia Young African wanadai hiyo ripoti. Unaliongeleaje? Hapo ndipo unapotakiwa kuwapima viongozi wa Simba akili na Simba kwa ujumla. Kwa nini nasema hivyo? Wao ndio watu wa kwanza kuahirisha mchezo kwa kuandika barua kwamba hatutakuwa tayari kucheza mchezo wa dabi mpaka waliohusika kuwazuia Simba kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi wawajibishwe. Lakini wao ndio namba 1 kuishadadia tarehe ya mechi. Waliohusika kuwazuia wamewajibishwa? Hauoni kwamba kuna unafiki unaoendelea na kuna mazungumzo yaliyofanyika baina ya Simba, bodi ya ligi na TFF? Unajua kuna vitu ambavyo ukiviona hivi havihitaji ushahidi. Kwamba hiki kinahitaji sijui nithibitishiwe, hiki kinahitaji nithibitishiwe kwamba nimewakuta wamekaa. Lakini kwa picha inavyoonekana ni dhahiri Simba, bodi ya ligi na TFF walizungumza. Sema kauli ilitoka juu, mtu alipiga simu. Nani amesema? Hao viongozi kwenye kikao ambacho jana kilifanyika. Kwa nini wasimtaje? Wameanza kupasuka wenyewe, wameanza kutajana. Wanasema hata hilo wazo mimi ilozungumzo nimewahi kuambia waandishi wengi wa habari kwamba ukitaka kuangalia muda ambao mechi iliahirishwa na muda ambao mwenyekiti wa bodi ya ligi alitoa taarifa kwamba mechi ipo, ukafuatilia mazungumzo utakuta kuna kauli imetoka mahali fulani kwenda mahali fulani mpaka mechi kaahirishwa. Kitendo cha asubuhi, Simba ameandika barua tarehe 8 ambayo ni alfajiri, kwa sababu ilikuwa imeisha geuka saa, tarehe imebadilika. Wakajibiwa tarehe 8 hiyo hiyo kwamba mechi hamna. Tunashindwa kutambua ni sababu ipi iliyopelekea mechi kuahirishwa. Ni sababu walioitoa Simba au ni sababu iliyotolewa na bodi ya ligi na TFF? Sababu ya bodi ya ligi na TFF kuna viashiria vya rushwa na uvunjifu wa amani. Sababu ya Simba ni kwamba walizuiliwa kufanya mazoezi. Sasa kati ya hizo sababu ni zipi ni sababu ipi iliyopelekea mechi kuahirishwa? Tunashindwa kujua ni sababu ipi iliyopelekea mechi kuahirishwa. Jana na kuna clip na kauli na sauti zao zimevuja. Unasemaje hizo kauli? Kwamba sisi kama bodi ya ligi hapo wamekaa wao wenyewe, wameachana na Yanga, wameachana na TFF, wamekaa wenyewe bodi ya ligi. Wakasema hatuwezi kujiuzuru sisi mpaka tuondoke na mtu, kwa sababu ni simu tulikuwa tunapigiwa. Kwamba yote yanayotokea wao bodi ya ligi hawahusiki. Walikuwa wanapewa maelekezo. Sasa kwa nini wasimtaje kiongozi nani? Ndio tunataka sasa wamtaje. Hawataki kumtaja, sisi tutawaandama mpaka watoke. Wao si wamechagua kumficha. Unajua wewe ukiwa sio mwizi, unamjua mwizi, ukimficha mwizi na wewe ni mwizi. Bodi ya ligi wanamficha mtu aliyetoa kauli ya kuahirisha mechi, na wao wamehusika. Sisi tutawaandama, wasipomtaja watupishe wao. Sasa ni yake ilikuwa nini huyu ambaye alipiga simu? Baada ya kuona Simba Kamara injury, Shabalala injury, Kapombe injury na Shemaloni injury, unaenda kumweka Duchu, anaenda kumkaba nani, Mzize? Wana wachezaji wa kuwakaba. Ndio tuulizane, mimi ukitoa hao niliokutajia pale Simba, mimi Simba hata ukiniamsha ni bila kufanya mazoezi, Yanga bila kufanya mazoezi, Simba hafui dafu mbele ya Yanga. Ukitaka kuthibitisha hilo, fuatilia tangia ligi kuanzishwa mwaka 65 mpaka leo tulipo. Nani kati ya Simba na Yanga, nani kamfunga mwenzie mara nyingi? Nani kaondoka na clean sheet mara nyingi?
Nani kamfunga mwenzie magoli mengi? Yanga kamfunga Simba mara 4 mfululizo. Yanga anamuogopaje Simba? Wao wanamtaja Mpanzu. Mpanzu dhidi ya Mashujaa hakuwepo. Na kuuliza wewe, dhidi ya RS Berkane, dhidi ya Singida, huyo ndo mtu ambaye tunaweza kumuogopa? Kama tulimkaba striker ambaye kwa kipindi hicho alikuwa ni tishio Afrika, Peter Sharulile wa Mamelodi, dakika 180 ya kupiga on target hata moja, Mpanzu atushinde? Mtu niliyemfunga mara 4 mfululizo ni muogope leo? Wasitafute kichaka cha kujificha. Simba wanakwambia wao na wao wanahitaji mtu aliyezuia, si ndio? Wao wanatafuta kuwakwepa TFF na bodi ya ligi, ili hali bodi ya ligi na TFF wameweka gadi mbele ya Simba. Simba asijulikane kama ana makosa. Swadakta. Sasa nyinyi kama Yanga mnataka nini kwenye hili? Tunachokihitaji ili swala lishe, bodi ya ligi waachie ngazi, kwa sababu wao si wameshindwa kuwataja wahusika wakuu. Waachie ngazi, watu waachie mpira wetu. Alafu kitu kingine, mimi ningekuwa TFF ndo walikuwa watu wa kwanza kujiuzuru, kwa sababu mimi nategemea TFF ingekuwa ni suluhisho la kwanza kabla ya Yanga kwenda kasi. Lakini wale Skaria alivyotoka kwenye majukumu yake, alivyorudi alisema nendeni mkacheze sinema zetu. So kauli yake sisi tunaipokea, tuko tayari kucheza sinema zetu. Ndo hizi tunazoendelea nazo. Kwa kumalizia, bodi ya ligi wasituharibie mpira. Bodi ya ligi na TFF wanatakiwa waachie ngazi ili tuweze kupata watu sahihi watakaoweza kusimamia mpira tuweze kwenda sawa. Bwana, nashukuru dada Eli. Shukrani sana.